Unajua hakuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda kama wewe kukiri kwamba wewe uko powerless. Mola wangu, kama si wewe, mimi nani atanisaidia? Na mimi nimerudi kwako. Kwanza nataka niombe radhi kwa kumweka mwanadamu mbele kuliko wewe. Kwa sababu hata huyo mume ni Mungu ndo amekupa. Na ni time za kuamua tu akamchukua. Mweke yeye mbele, akuletee watu wake. Hizi mabinti tukiwafundisha, jamani, mtafuteni Mungu alafu mtawapata waume. Wao hawatuelewi. Wao wanatuna kama sisi hatuna akili. Lakini hiyo ndo akili. Umtafute Mungu, Mungu yakutafute mtu. Bwana huyu ni mja wangu yuko makini. Huyu anataka mwanaume makini. Lakini unaweka watu mbele na tamaa ya nafsi mbele, utapata watu kutimiza tamaa zako za nafsi. Sasa madam, muda wetu usio rafiki leo, na tuachaje? Mimi na washauri wanawake kuwa na akili sana wanapodili na wanaume. Wanaume wazuri wapo, mimi pia nawathibitishia wapo, lakini wanaume waonevu pia wapo. Na nawashauri wanaume wanapodili na wanawake wawe wana akili timamu. Wanawake wema wapo na waovu wapo. Msome mtu kwa makini bila kuingiza hisia. Na mtu akiwa ameshauriwa mara moja, ya pili ukamshauri mtu asikii, huna haja ya kuongea na. Yaani mimi nina kanuni moja ambayo imenisaidia sana maishani mwangu. Siongee na mtu zaidi ya mara 2. Kama nina uhakika huna shida ya masikio, huwa siongee zaidi ya mara 2. Hii haiwezi kufanya, hii haifanyi kazi na mimi. This does not work with me. Ukielewa, okay. Usipoelewa nitakukumbusha mara 2. Nilikuambia hii haiwezi kwenda sawa na mimi. Unakumbuka na nakumbuka. Unaweza kurekebisha na huwezi kurekebisha. Yaani mimi hivi ndo nilivyo. Unatakiwa nikubali hivi nilivyo. Sawa baba, lakini mimi sio mtu emergency. Wala sina first aid. Tafuta watu wenye madawa watakutibu. Ukipona, karibu. Ukiwa hujapona, masalama. Kwa wewe usiamini kwamba wewe unaweza kumbadilisha mtu. Mwenyezi Mungu ndo anaweza kubadilisha mtu. Na mtu habadiliki eti kwa sababu wewe umenyanyasika sana. Yaani amekutesa sana, sasa nimechoka kumtesa Lela, sasa ngoja nibadilike ili afurahi. Hakuna. Akishachoka kukutesa atatafuta mwanamke msafi ambaye hajateseka ndo awe naye. Mimi siwezi kulalia kitanda nikadidimiza godoro halafu nikasema kwa sababu ile godoro nishalididimiza sana katikati lina tundu, ngoja nilijaze nguo ili nianze kulala kwa amani. Hapana, nitaenda kununua jipya. Wewe nitakutelekeza. Kwa hiyo usione kwamba eti unavumilia uovu mpaka akili yako, afya yako ya akili imeharibika, sura yako imekuwa kizee, ukasema huyu mtu kuna siku atanihurumia nikae naye vizuri. Atakudiskadi, atafute kipya. Aanze nacho 0. Na ndo mwanamke hivyo. Unavozidi kumvumilia, siku akiachoka kukutesa kama mke au kama mwanamke kwenye ndoa naye, ataenda kutafuta chombo kipya aanze nacho. Kwa sababu wewe utakuwa toboka sana. Hatutaki sisi watu wanaokubali kuonewa. Hatupendi. Wanaume, wanawake, wanadamu wote hawapendi watu wanaokubali kuonewa. Wanajisikia aibu kuwa na watu ambao ni wepesi kuonewa. Kwa atatafuta mtu strong aanze naye upya. Kwa hiyo kama unakaa unazidi kukaliwa, ujiwe watu wakichoka kukukalia kama ambavyo tukichoka kukalia sofa, tunaondoa, tunamwambia fundi weka kitambaa kipya. Hatusemi osha sofa. Tunasema badili nini? Kitambaa. Au tuliache na sofa lenyewe tukanunue jipya. Lile tunaliweka nje, mvua lake, jua lake. Hivyo. Kwa ni kujifunza kutokana na matukio yaliyowakuta wenzetu na kusema kwamba ili limewakuta wenzangu, mimi sio special. Mimi ni mwanadamu kama hawa. Kama limewakuta na mimi litanikuta. Akili kichwani. Nikushukuru sana mada. Shukrani. Asante kwa wakati wako kwa siku hii ya leo. Asante. Msikilizaji pamoja na mtazamaji, shukrani za dhati kwake Saidi Abdallah mwana wa Chembe, ni engineer ambaye yupo nyuma ya kamera, lakini shukrani za kipekee kwake Madam Leila Abubakar. Mimi ni Khatib Salim Omar, nikutakie usikivu mwema na utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa. Tukutane wakati ujao panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Asante na kwaheri.